Ukiwa umebeba element, umebeba abiria mmoja tu, wanataka leseni. Useme leseni ninayo, wanataka siju element. Element zi unayo, wanataka side mirror. Inafikia tu sasa pikipiki zile kuna mgambo ambao si sheria kuchukua chombo cha moto chetu sisi ukipeleka kituoni. Lakini kuna askari. Yule askari anaamuru pikipiki zile zitoke pale ziende wapi kituoni. Zikienda kituoni, mheshimiwa, baadhi ya vitu vinabadilishwa. Wanafungua. Tuwe wa kweli na wengine ni waanga kwenye swala hilo. Kwa ile hali na mimi mwenyewe mwanga pikipiki yangu mpaka sasa ipo kituoni siku ya 6. Tarehe 17 pikipiki mali ya benki. Ipo kituoni. Ambayo unatakiwa urudishe mkopo. Na najua pale nitafuta nikabidhiwe pikipiki itakiwa kadi iko benki. Mimi natoaje? Imedondoka gari ya korosho ya kwanza, korosho za kuoka. Hakuna sio pata korosho. Askari leo mjini hapa wanajenga, wamepata. Tunajua walimpaka walimopita kuuza. Imeanguka gari ya pili, lakini askari aliandika pikipiki yangu na jina langu kwenye daftari. Nikamuendea, hata angekuepo hapo, nikamuendea nikamwambia sijachukua korosho, sijachukua gunia, nimekuja kuangalia ajali. Kama kuna jina langu futa. Shahidi mjomba Maliki. Mkuu wa kituo wa Tandaimba ameshangaa OCD. Gunia 360 wanabebaje watu 7? Yaani bodaboda zinazowazaje kubeba gunia 360? Imeanguka gari ya maganda ya korosho, hakuna askari alienda kulinda. Imeanguka ya embe wako kimya, lakini kidondoka ya korosho, mtu amepita amechukua kilo 2, amechukua gunia 30, unaenda kumfungulia kesi. Na wao wenyewe polisi wanachukua. Wanabeba yani. Hakuna sio jua, sisi sote tunajua. Kwa hiyo mkuu wa kituo amemezeshwa sumu kuonekana bodaboda wote sisi tumekuwa wahalifu mji huu. Lakini bodaboda sisi imetokea ajali ya Baraka Konani. Hakuna askari wala mmoja alioshiriki. Sisi ndo tuliingia kwenye gari kutoa maiti, kutoa wagonjwa ambao wana nafuu kupeleka hospitali. Wao wako mbali wanaogopa nyuki, wanaleta lungu tu za kupuliza. Hakuna hata askari mmoja aliyokuja pale akatupongeza. Yaani ngambo anapanda kituoni, anapewa pingu kama zamana anazinguka nayo. Analala nayo, anaamuka nayo. Mkuu wa kituo anatutaka sisi tutembee na leseni kwenye vyombo vya moto. Mkuu wa kituo huyo anachukua gari yake, anampa ngambo ambaye hana leseni, hajasoma mafunzo ya usalama barabarani, anaendesha gari. Hii inatokaje? Yaani sisi leo lengo letu kubwa wewe mkuu wa kituo, tumuulize chuki zetu sisi kwako wewe ni nini tulichokukosea? Ndio nilikuwa namsubiria yeye afike kwa sababu nitaka afike hapa atuambie. Unajua haya maneno ili kuondoa fitina na yeye awepo tuongee naye. Lakini sasa kwa sababu hajaja tuongee halafu nyie mniamini. Hili jambo litakoma. Mpigie simu siku akikaa, ukisikia vijana wako tumetoka hapa bodaboda 100 tunaenda huko. Kama kupigwa risasi tutapigwa huko. Sisi tumeshashindwa. Mtama haikuwa hivi. Imetengenezwa na nyie. Yaani nyie mlipoamua Mtama iwe na amani, imekuwa na amani. Watu wanatembea mpaka usiku, watu wanatembea, kuna amani. Mmeamua kujitafutia riziki yenu kwa shida. Halafu anakuja mtu ambaye analipwa mshahara kwa kodi yenu, analeta shida kwenye kile mnachojitafutia maisha. Mimi kama mbunge wenu hilo halikubaliki na litakoma. Nataka mnisikilize, litakoma. Na mimi sijawahi kukuta mgambo anatembea na pingu. Sio kazi yake. Mwenyekiti, sikiliza bwana. Tumfukuze akaajiriwe na polisi wenzie huko kama anaweza. Kwa sababu tunamlipa mshahara sisi. Na nikitoka hapa nampigia mkuu wa wilaya. Geti zote zinazoshughulika na bodaboda kuanzia hapa tukimaliza hichi kikao ziache kukamata mpaka tufanye kikao chini ya usimamizi wa mkuu wa wilaya na polisi, tukae tukubaliane. Sababu huu upuzi wa kwamba huyu jamaa anasema hata mkipita uchochoroni wanakwenda mbele manake hiyo wanakutafuta. Na wameshafanya shamba la bibi. Wanatoka na maeneo mengine, wanajua vijana wa Mtama wapole. Hivi leo nyewe mkiamua mshughulike nao watabaki hapa.